Karibu sana. Leo tutazungumzia kisa cha Gamal Abdel Nasser kukataa misaada ya nje, na yalisema kama ifuatavyo. Tunaposhirikiana na watu wa nchi za nje, tunashirikiana kwa heshima ya nchi zote mbili, lakini kama Wamarekani unajua kuwa watupe misaada kidogo ili waingilie mambo yetu ya ndani, basi tunawaambia samahani, sisi tuko radhi kupunguza matumizi katika chai na matumizi ya mambo mengine ili tuweze kulinda uhuru wetu. Kama si hivyo, maana yake ni kwamba hakuna faida ya vita vya mwaka 1956. Hii ndiyo ilikuwa hotuba ya Gamal Abdel Nasser katika moja ya hotuba ambazo alizitoa kuonyesha msimamo wake dhidi ya misaada iliyoambatana na masharti. Na hapa hebu tueleze kiasi kidogo kwenye hadithi hii au kisa hiki. Katika mwaka 1956 Gamal Abdel Nasser alikuwa anaandaa mpango kabambe kabisa wa kiuchumi, nao ni mpango wa ujenzi wa bwawa la Aswan. Bwawa hili lilikuwa muhimu kwa uchumi wa Misri, hasa kwa sababu inafahamika chanzo kikubwa pekee cha maji katika nchi hiyo ni mto wa Nile. Kwa hivyo mpango wa bwawa ilikuwa ni kuyatunza maji hayo na kuyahifadhi na kufanya yawe kwa wingi zaidi ili kuweza kuyatumia kwa maendeleo ya kilimo, kwa maana umwagiliaji, vile vile maendeleo ya umeme, hali kadhalika maendeleo yote yanayohitaji matumizi ya maji. Na hapa pakaambatana na tatizo la Suez. Na tatizo la Suez ni hadithi ndefu, lakini kwa ufupi ni kuwa Gamal Abdel Nasser alihitaji misaada kutoka nchi mbalimbali kwa sababu mradi huu wa bwawa la Aswan ni mradi mkubwa kabisa. Kwa hivyo moja ya nchi ambazo ziliahidi kuisaidia Misri ilikuwa ni nchi ya Marekani, na baadaye wa Misri waliponunua silaha katika kambi ya Umoja wa Nchi za Kisoviet wakati ule, Wamarekani hawakupendezwa na uamuzi huo wa Misri kuchukua silaha katika upande mwingine, na hapo wakarudi nyuma, wakaondosha au kufuta kabisa msaada ambao walipanga kuisaidia Misri, jambo ambalo Gamal Abdel Nasser alitafsiri kuwa misaada hiyo ilikuwa inaambatana na uhuru wa mambo ya ndani au kujiamulia nani wa kushirikiana naye katika jamii za kimataifa. Hapo ndipo akatoa hotuba hiyo aliyoitoa mwaka 1956, na ilikuwa na ujumbe kuwa hatukubali msaada unaokuja na masharti yanayoingilia uhuru wetu. Vile vile alieleza kuwa kama thamani au bei ya msaada ni uhuru wetu wa kujiamulia mambo yetu sisi wenyewe ndani, basi msaada huo hatuhitaji. Huu ndio msimamo wa Gamal Abdel Nasser kuhusu misaada, na ulionekana katika maelezo na nyakati minasaba mbalimbali. Vile vile katika muktadha huo katika hotuba aliyotoa mwezi wa pili tarehe 22 mwaka 1966 ilikuwa inabeba ujumbe unaofanana na huo. Gamal Abdel Nasser katika PL 480, yaani misaada ya chakula kwa kanuni ya PL 480, ambapo Marekani isaidie Misri chakula
kwa kiwango fulani, na kwa hivyo Gamal Abdel Nasser aliona kwamba misaada hiyo imeambatana na masharti. Alitoa katika hotuba alizotoa, katika hotuba yake hii tuliyoirejea, nasema kama wanadhani tutauza heshima ya taifa letu kwa ngano na mabaki au vyakula na ngano, basi sisi tuko tayari kuacha msaada huo na tutatumia chakula kutoka katika nchi zetu. Kwa hivyo Gamal Abdel Nasser hakutaka misaada ambayo imeambatana na masharti. Na hapa vile vile tunaweza tukarejea kumbukumbu ya mwaka 1965 ambapo Gamal Abdel Nasser pia alitafsiri mashinikizo ya siasa za kikanda. Alitoa hotuba na kusema kwamba, na hotuba hii ilitolewa Cairo mwaka 1965, akisema tunakaribisha ushirikiano wa kimataifa, lakini tunakataa kuendeshwa katika mambo yetu ya ndani. Misri itajiamulia mambo yake yenyewe. Wanaweza kubaki na misaada yao. Hakuna msaada utanunua maamuzi yetu ya kujiamulia sisi wenyewe. Gamal Abdel Nasser katika kuelezea jambo hili alikuwa na sehemu mbalimbali ambazo ametoa, na katika hotuba aliyotoa mwaka 1966, hotuba ya chakula katika mwaka 1966, alizungumza kwamba uhusiano wetu na mataifa ni kuwa msingi wa ushirikiano wetu kuheshimiana. Hakuna kuingilia mambo yetu na mambo yao. Kila mtu ana uhuru wa kuendesha mambo yake. Ikiwa Wamarekani wanafahamu au wanadhani kuwa wanatupa msaada kidogo ili waje kutuendesha na kudhibiti siasa yetu, basi tunawaambia samahani, sisi hatuko tayari kupokea misaada ya namna hiyo. Rais Gamal alieleza kuwa wako tayari kubana matumizi, na kwa maana alisema kuwa ikiwa chai wanakunywa kwa wiki mara 7, wako tayari kutumia siku 7 na siku 5 badala ya siku 7, na ikiwa wanakunywa kahawa siku 5, basi wako tayari kupunguza matumizi na kufanya kunywa kahawa kwa siku 3. Hali kadhalika Gamal alisema ikiwa tunakunywa kahawa siku 7 kwa wiki, tutakunywa siku 4, na ikiwa tunakula nyama siku 4, basi tuko radhi kula nyama kwa siku 3, ili mradi tujenge nchi yetu. Na akasema kuwa wanaosema kuwa tuna shida ya ngano au tuna shida ya chakula, ikiwa kuna maana yoyote wanayokusudia ni mashinikizo, na sisi tunasema hatuko tayari kupokea mashinikizo. Hatuko tayari kuelekezwa nini cha kufanya kutoka nje. Mtu yoyote atakayejaribu kufanya hivyo, basi tutazuia au tutamfunga ulimi wake. Na hapa Gamal Abdel Nasser anaeleza kwa ujumla wazo la misaada kutoka nje, kwamba kwa dhana au kwa mtazamo wa Gamal Abdel Nasser ni kwamba misaada yote ambayo inaambatana na masharti ni misaada inayotaka kuingilia uhuru wa mambo ya nchi ndogo ndogo. Hotuba ambayo iko katika kumbukumbu mwaka 1964 aliitoa, alieleza wazo hili kuwa siku zote misaada inayokuja na masharti ina udhibiti. Misaada sio hisani, ni bei ya mataifa makubwa kulipia ili kuweza kudhibiti
mataifa madogo yasiweze kujiamulia mambo yao wenyewe. Hiyo ndio hotuba iliyotolewa mwaka 1964. Haya yanaweza yakaonekana katika rejea mbalimbali. Kwa mfano, kitabu chake mwenyewe Gamal Abdel Nasser, The Philosophy of the Revolution, Cairo, mwaka 1954, amezungumzia kwa upana juu ya misaada kutoka nje. Lakini pia katika vitabu kadhaa, karibu vitabu 4 vimeandikwa na Haikal Muhammad Hassanein mwaka 1978 na mwaka 1986 na miaka mingine mwaka 1955, mwaka 1967, katika vitabu kadhaa alivyoandika juu ya hali ya kihistoria ya Misri katika kipindi cha uongozi wa Gamal Abdel Nasser, na mojawapo ya vitabu hivyo ni hicho cha mwaka 1986. Haikal Muhammad Hassanein anaandika kitabu kinaitwa Cutting the Lion's Tail Through Egyptian Eyes. Vile vile aliandika Girgis Fawaz akiandika The Superpowers and the Middle East, ambacho ndio kiliandikwa mwaka 1955, mwaka 1967. Na rejea za Kiingereza, rejea za Kiarabu zinazozungumzia historia ya Misri katika kipindi hicho. Suala hili au maudhui hii inaweza ikapatikana kwa ufasaha kabisa. Lakini rejea nyingine ni US Department of State Foreign Relations of the United States, FRIUS, document iliyoandikwa mwaka 1955, mwaka 1957, mwaka 1964, mwaka 1968, Declassified Development Document or Declassified Diplomatic Document, ambayo inaeleza kwa ufasaha juu ya msimamo wa Gamal Abdel Nasser katika masuala kama haya ya kisiasa. Tena mfuatiliaji wangu mwema wa channel hii ya Kaukab TV, karibu sana. Usisahau katika maudhui nyingine ya kihistoria katika Kaukab TV kwa ajili karibu ya mengine yaliyoficha katika vipindi vijavyo. Asante.